Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.
ya kulitukuza na kuliinua jina lako, na kuomba Baba ukanitumie kama chombo nikaweze kufikia na kuzungumza na watoto wako kadri ya mapenzi yako. In Jesus' name we pray. Somebody say amen. You may be seated for the next 30 minutes. Then we call it a day. Tuko kwenye dreams. As I told you, it's a long but it's a long topic, but very good, very important, and very healthy for us, because this is what defines you, this is what makes you become, because through dreams, everything that you do, hata hiyo nguo yako is a dream, kazi yako is a dream, your family is a dream, whatever you do in life, hata kuamuka is a dream. You had a dream ati utaamuka leo asubuhi. So therefore it is very important for us to understand the dream. Tuli understand Sunday kuhusu mambo kadhaa inahusu types of dreams. Today I want us to look at the power in the dream, the power itself. What is in the dream? Because dream, ukiangalia sana in people that have dreamed, people that are indicated in the Bible, recorded in the Bible, utaona it is through the dream that they dreamed that they gave them a drive of what they became. Ukiangalia Joseph, it was a dream that led him to another dream, a bigger dream, that somebody else had a problem with a dream, that he needed somebody to interpret a dream. But before getting where the dream is, he had a dream, and this dream was about him now and the family. But again, this other dream, when he went through the lifestyle, alijikuta tena kuna mtu mwingine akona dream inamsubua. Yeye alidream ikasubua family, lakini kuna mtu mwingine alidream akamuhitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. So that one is an indication there are two types of dreams. The dream that you dream by yourself, and a dream that somebody dreams and requires you. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what will guide your direction, because Joseph became a prime minister because of a dream. Not of a dream that he had first, but the second dream that somebody else dreamed. But this one was anchored in the first dream, because the first dream inasema he saw stars bowing zikiinamia. Zikiinamia nani? Yeye. Hasa ikasema kuna the moon, the star, and what? The sun. They were bowing down to him. And automatically his father akakuwa na interpretation. Akasema huyu hawa star, huyu is the moon, huyu sun ni sisi. Ni mimi baba na mama na watoto. Akauliza huyu jamaa, kwani sasa umepaka mpango tukuinamie? Kumbe yeye he never, hiyo kupanga mpango ya kuinama hakuipaga, lakini ilikuwa imepagika siku moja watakuinamia. Ndio nakwambiaga wakati mwingi katika hali ambayo uko usijali, maana kuna siku moja Mungu atakuinua. You have a dream. If you have a dream, you are going to become. If you have a dream, you are going to win battles. If you have a dream in any situation that you are in, una dream ya kukuwa na kazi nzuri, una dream ya kukuwa married, una dream ya kukuwa na biashara, una dream, whatever kind of a dream you have, just keep it. It is time will come that we will have another dream to activate the dream. Every dream is activated by another dream. Bwana Yesu asifiwe sana. Because if it is an employment, the dream of you being employed will wait until somebody will open a company or be an institution that will require somebody to be employed there. So you have to wait until someone dreams about having a company, and then his dream is interpreted. Na interpretation ya dream ni wewe utafutwe ukuje ufanye kazi hiyo. Lakini kumbuka wewe ulikuwa na dream one day utaajiriwa kazi. Kwa hivyo katika hiyo dream you have to wait until mwenye hiyo kazi atengeneze kampuni ndio uhitajike. You see, there are two dreams that must happen in your life. The dream of the executor and the dream of you. You who dreamed of having a job. You who dreamed of having a marriage. You who dreamed of having something. For you to be having to, you have a dream that I will get married one day. A man that will marry you must also be
born first. So a mother and a father must dream of a son, so that this son can come and grow to come and be activated in your dream. I don't know whether you are getting. Are we getting that? So that you have to have two dreams. The first dream is you, and the second dream is the one that are going to come to activate the dream that is in you. Therefore, that is the power of the dream. The dream is like in a power line. Unaonaga sitima, ile power line ya stima. That is how, when you dream, you become a power line. You become an electricity. A dream is similar to an electricity that goes through and happens in your life. So power lines is dreams generally symbolize in the dreams. In the dreams, generally symbolizes the flow of energy. So a dream is an energy. A dream is communication. A dream is connectivity. A dream is awakening. A dream is an energy. So whatever kind of a dream that you dream is an energy. Bwana Yesu asifiwe sana. So this energy creates communication. Because when you have an energy, ya pole line, kama ya stima, ukienda kule Kindaruma, they activate the fire from there, then it will flow through the power line to where it's wanted to be used. So it is an energy that brings communication and brings connectivity. So dreams brings connectivities. If you look at the life of Joseph, Joseph became the prime minister not because he just was picked from somewhere. He required a lot of processes in his life. He required a lot of things to happen around him. He required to be sold by his own brother. He required to be rejected by his father. He required to be sold by his brothers. Then he required to be bought by people who are just passing, people he doesn't know. He required again to be employed in somebody's house so that this somebody can reject him, so that he can be taken to prison. So he required a prison. Then after a prison, he required to interpret problems in the prison. So there must have been problems in the prison for Joseph to interpret them so that he may create another way to his destiny. So a dream is a carrier of your destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Any dream is a carrier of your destiny. So it will carry you through the processes. If you look at them in your own eyes, they are processes that are completely ungodly. But if you look at it keenly, you find God is in those processes. They may look so difficult. They may look so confusing. They may look that it's like God has neglected you. But you go deeper into your dream and understand your dream, then you will find that God is driving your dream to where you're going. So in every aspect of your life, you must look at every situation that you're going through now. It is a dream. And it's part of the dream that drives you to make you go where you are supposed to go. Because you must have a carrier. And a carrier is not to carry you, it is to carry your dream. Bwana Yesu asifiwe sana. This carrier does not carry you. It just leaves you where you are. But because you are carrying a dream, you get facility to carry you. So the carrier is meant only to carry the dream. But because you are carrying the dream, you are carried alongside with it. But you are going to face challenges because the dream will require those challenges for it to become true. So therefore, you will suffer alongside the dream. As your dream is being carried, and it is being carried by a vessel that is water, a vessel that is fire, a vessel that is stony, you will have to go through the vessel. And this vessel will take you to where you are supposed to be. So these things will happen. So it's an energy, a communication, and a connectivity. So when it becomes an energy, it is the power that is in you. And when it comes communication, it is the carrier. And connectivity is the people that will be along your way as you go there, because you need people. In any dream that you dream, you will need people that will help you to get into your destiny. Joseph required his father to castigate him. Then the father and hate to be hated so that he can be sold. And then buyers to come and buy him. And them coins, because there must be coins to buy you, so that he was bought. And once he was bought, then he was taken to Potiphar's house. And then he will require a woman who is jealousy, a woman who is evil, that will come and do things against you so that you can be taken to court. And then a jail will be there for you. So therefore, there are many things that are involved in your dream.
And these things, they are component that builds the dream that you have. So the dream that cannot just be just a dream and then you expect uimbaji wangu nimeanza kuimba na kwa hivyo katika uimbaji yangu mimi nimeanza kuexcel. There will be challenges because uimbaji wako is a dream. Your marriage is a dream. Your business is a dream. Your employment is a dream. And these dreams need to be carried along so that dreams mature. And through the maturity, you have to face challenges of maturity. Kama ni uimbaji wako, there is levels of maturity. There's levels of people who will connect you from one place to another place. There's levels that will make you move from one level of life to another level of life. So these things will be there. So when you have a dream, and you know I'm pursuing a dream, persevere. Be patient. Be patient always, because a dream has a lot of challenges. And because it's a dream, it is known. This dream, as it is known in both worlds, the both spiritual word, the godly word and demonic word. And in this godly and demonic worlds, they have conflicts of interest. When they realize that you have a dream, add some new volume. If these dreams, if the world, the demonic world realizes that you are carrying a dream that they need, they will try to persuade you to go on their line. And because the dreams are not come from the devil, they come from God, God will also as much as possible to make sure you are protected along the way until you reach there. So it all requires also your effort to make the dream comes true. Because Joseph was in a luxurious place, Potiphar's place, and he had every reason to sleep with that woman. Because for one, the woman was rich. For number two, the woman had everything. There was power, and he was a foreigner. He needed somebody. He needed some comfort. Many of our people like us will just think another alternative and see like God has spoken finally. Now I have a good woman that will service me, that will help me, that will protect me because I'm a foreigner. There are people who see and see that God has opened the door. Kumbe, it is the devil that has opened the door. So a lot of interpretation, understanding, and a systematic learning to know when God is speaking. Because when you fail to understand when God is speaking, you make a lot of mistakes. And mostly, when God is speaking, he speaks as though he is not speaking. And those are the time that you find God shuts his mouth on you. He doesn't speak. His voice no longer comes your way. He doesn't say anything to you. He's just silent. He goes mute. When God goes mute on you, he's speaking. That is the time he's really speaking. But when you think that God is speaking, it is the devil that is speaking. So be happy when God goes mute. Because when we learn the Bible, you see, there is a time from the Old Testament you discover there is a sequence where the word of God goes mute until the New Testament comes in. And that is the time God spoke mostly and spoke loudly. So in your life today, because I know some people here, we are facing a lot of challenges. You are facing difficulties of life. You are facing everything that you are trying anything and everything to work in your way. Nothing is working. Note that God has went mute on you. He is speaking. And he's speaking in a mute language. So you must be able to interpret the mute language of God. How does it come? How does God speak to you? They represent how you process information. Dreams, they represent how you process the information. How do you process these informations? Because you need a sequence on how to process informations. And these informations, whilst they are being processed, they produce you. They produce which God intended you to become. God had an intention. This is what you're going to become. You're going to become a prophet, a prophetess. You're going to become a worshiper. You're going to become a CEO. You're going to become a policeman. You're going to become a manager somewhere. And in this process of you becoming what you're going to become, it is a process that will be processed through you, a dream, to process you what you're going to become. So this one will give you a sequence of time. Because at some time, you will be maybe at home. For example, when you're at home, then your father dreams. You're a young person, you're about 7 years, 10 years, 12 years, because Joseph was a young man. And then your father dreams and sees you driving a car home and parking this car under a tree.
Bwana Yesu asifiwe sana. So you have to look around and see whether you have trees. And then you see, and if then your father tells you it was a huge tree, then that is a process, a real process. Ni safari mrefu. Maana baba yako aliota ndoto kama umepaki gari chini ya muti in your compound. Na ukiangalia kwa compound yenu kwote hakuna muti mkubwa, ni kamuti kale kakubwa kametoshana hivi. Na aliona umepaki gari chini ya muti mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukiwa miaka 12 unaanza kuota utakuwa na gari very soon. Hiyo sasa ni kujidanganya. We have to wait mpaka muti hiyo ikuwe kubwa. Uende kwa compound yenu uangalie mahali kuna muti kubwa, uone imetoshana hivi. Sasa fanya hesabu ya hiyo muti ndio ikuwe kubwa, unaona ni miaka 20 mpaka 30 ndio utakuja kuwa na gari. Amekutabiria hii muti ikikuja kuwa kubwa ndio utakuja kupata pesa ya kununua gari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe kufa na maono na maombi na kila kitu ukiwa na miaka 12 na 13 ukisema mimi I am very rich, lazima mimi nitaendesha gari. Hivyo unaniona Mungu alinionyesha gari ili kikuja nimeipaki kwa compound yetu. Angalia ile mti uliona kwa maoto. Kama uliona mti ikikuwa kimuti kikubwa, sasa fanya calculation ya kutoka sasa na hiyo mti kuwe kubwa. Sasa hiyo ndio utaendesha gari. Sasa hiyo ndio utakuja kukua na pesa mingi ya kununua gari na ya kulea watoto na ya kufanya biashara na kila kitu. Sasa uacha kungangana. Sasa ukijiona kwenye ndoto kama hiyo, uacha kupigana na wanaume hapa. Uacha kungangana na maisha, uacha kufanya vitu ambavyo vitakuumiza bure. Uacha kutafuta mavisa na vitu zingine za kukuumiza bure. Stay in the dream so that it can take you where you belong. So seasons, the dream identifies or makes you to identify the season. Bwana Yesu asifiwe sana. So they process you to identify the season. The moment you understand the season, and that is why Joseph alipofika kaona ng'ombe ndizo hizi, aliambiwa ni mimi nimeota ng'ombe 7 zimekoda na 7 zimenona. Sasa akakuja. Wengine walikuwa nasema walikuwa nafikiria atasema ni ugonjwa inakuja, walikuwa nasema ni kuna kitu kingine, lakini akasema these are seasons. Season ya miaka 7 ya kutokuwa na chakula na season ya miaka 7 ya kukuwa na chakula. So he had an interpretation of 14 years. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. So which one comes first? When you have such an interpretation, which one comes first? It is kunona ama kukoda? For you, maybe you interpret na kukoda ama nini. Lakini interpretation ya Joseph ilikuja automatically, alianza na kunona. There is a season ambayo tutakuwa tuko na chakula na kuna season itatokelezea ambayo hatutakuwa na chakula. Kwa hivyo the season akawaambia nini? The message that came with him, aliwaambia prepare. Hiyo season ya kukosa chakula tuliserve. Kwa hivyo aliwaambia hii ya kunona tuichuke vizuri na tuipreserve vizuri, maana kuna wakati tutahitaji hii season ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. So it's an interpretation. Na already miaka imewekwa. Miaka imekuja. Maana 7 years, ng'ombe 7 ni 7 years. Na ng'ombe zingine 7 ni 7 years. Alafu wakati walikuwa wanaogelelea sio season hiyo. Kwa hivyo aliwaambia a season will come. Bwana Yesu asifiwe sana. So he didn't speak about 10 years to come. He spoke a prophetic message, a prophetic dream of about 28 to 30 years. So when they were told of that, they went to prepare. They went to start preparing. But the season arrived wakati ng'ombe zilianza, wakati waliona wamevuna mavuno mengi sana, ndio walijua the season has started. Wakati walivuna mavuno mengi sana, wakajua this is the beginning of the season. Sasa they started walking alongside the season. They started moving alongside the season. And then wakajua automatically after this one, we are going to go a 7 years of abundance. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakajua we are going to go through a 7 years of abundance. And then after the 7 years of abundance, there will be 7 years of shortage. So you be able to calculate, but you have to wait. Between the day you are told about the dream, you have to wait until the season arrives. And when the season arrives, it connects you because there is a connectivity. It connects you, it reminds you these things about to happen. Ndio unaanza kuona tu challenges kidogo kidogo. Kama ni hiyo ya kufilisika, ya kukosa chakula, unaanza kuona jua limeanza kuwaka, season imechange, mvua inanyesaga mwezi wa 3, imenyesha mwezi wa 6. Sasa hapo unaanza kuona dalili za kile kitu mliambiwa kimefanya nini. Sasa ndio mnaanza kutengeneza magala.
mnatengeneza ma-store, because ni store ya sasa na store ya future. So you have to make a store that will keep, ya kuweka chakula ya sasa na chakula ya siku hiyo ingine. Na mkijua the season of planting imefika, ndio unalima zaidi, unapanda zaidi, na mna apply kila kitu zaidi, because you will need the abundance for the tomorrow. Bwana Yesu asifiwe sana. So this represents how to process information and share ideas. Hallelujah. Once you have that dream, it will make you to be able to process the information and also share this idea. Because after Joseph, the Pharaoh was able to have a dream, he had a lot of problem and a lot of challenges of dreaming and trying to interpret the dream. But again, there was a connectivity kutoka kule nyuma. Kwa hivyo kuna mtu alishikwa kiholela na polisi. Kuna mtu alishikwa tu na inaitwa drunkard what? Yeah? Drunk and disorder. Kwa maana kuna mtu hao, maana walifugwa kifugo ile ya kufugwa miezi 6 miezi 7, ile ya drinking and disorder, ama petty offenses. So there was somebody somewhere, na yeye kwa sababu ya ile dream umebeba atapata shida kwa sababu ya dream yako. Kuna watu wako Kisumu wameanza kuhangaika kwa sababu yako. Kuna watu watashikwa na polisi wako Kakamega kwa sababu yako, because wewe umepelekwa na wewe umetayarishwa, unapelekwa jela Kakamega. Immediately kuna tayarishwa watu ambao watafugwa wapenya nini, wapelekwa Kakamega. So you can see how powerful a dream and how expansive it is and how it causes many things to happen. And that's why we see sometimes you are facing challenges. These challenges are not because of the challenges. These challenges are challenges because there is something that is about to happen to you. Unakuta hawa watu walishikwa kiholela na wakapelekwa jela dogo. Hawakupelekwa jela kubwa, walifugwa miezi 6, walifugwa miezi 7, walifugwa mwaka moja, kifungo cha kidogo. Alafu what really happened now, kumbe na yeye pande ule mwingine Joseph, na yeye mama amelalulia Joseph gua, nataka walale na yeye, amekuja amemsema mzee, huyu jamaa alikuwa anataka kunirepu. Bwana Yesu asifiwe sana. In the process ya kutaka kunirepu, Joseph akashikwa. Remember, wakati Joseph alishikwa na akashikwa na akapelekwa jela, kumbe kulikuwa kumetengenezwa jela ambayo si ya kawaida, because Joseph was never taken to jela ya kawaida. Alipelekwa jela ya, for those who know, alipelekwa jela gani? It is a royal jail. He was not, the royal jail was prepared. There are things will be prepared because of you. Because you have a dream. That dream, ile ya kuinamiwa, ndio inasababisha mpaka wakajenga a royal dream, a royal nini, jail. So that Potiphar akikasirika wampeleka kwenye the royal jail. He was not taken to any other jail, because the dream you are carrying is a royal dream. Hallelujah. So the challenges you are facing in life could be royal dream. That is why you are crying like a baby. That is why challenges zimekuwa nyingi. Wherever you are going, things are not working. Watu ambao wanakupiga si watu wadogo, ni watu wakubwa. Watu ambao wanataka ufugwe ni watu wakubwa. And if you look at you, unauliza sasa, mimi kama mtu kama mimi wananiingilia wapi? Kama mtu kama mimi ninasugumusiwa kwa cabinet. Kama mtu kama mimi kanasugumusiwa in the top layer ya security team. They are discussing about you. Why? It's because you are not carrying a local or an ordinary dream. You are carrying a royal dream. So when you are in a royal dream, you'll be treated with royalty. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa treated wherever you go. Hata kama ni kufinyiliwa, hautafinyiliwa kihivi. Utafinyiliwa na mke wa nani? Wa Potiphar, mtu mkubwa. Kama ni kuuzwa, hautauzwa kwa watu just ordinary people. Utauzwa kwa watu ambao wako na connection ya family ya Potiphar. So these are royal people. The journey you go is a royal journey. Any movement you make is movement that is royal. Then it takes you down to royal jail. From there, you'll be connected to people who have a connection of the royal places. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Potiphar aliamurisha huyo jamaa afugwe, alifugwa, kapelekwa royal prison. Sasa wale ambao walishikwa, wale wengine walikuwa na watagataga na kuradarada ofyo na kukunywa ofyo, drinking and being disorderly, nao hawakupelekwa jela ya kawaida. Kumaanisha si watu wa kawaida ndio wafugiwe kule, wafugiwe pamoja na Joseph. Ndio na kifika huko, malaika wa dream aingie ndani yao, waanze kuota, waanze kuwa na problem, ndio Joseph
aweze kuinterpret their dreams. So the people that were taken also to that prison were not ordinary people. They were people who have connections. Hallelujah. So dream drives you into connectivities. Hallelujah. So once they were taken there, wakashikwa na immediately hawakuwa kiota wakiwa nje. They were never dreaming. Lakini waliposhikwa, because of Joseph, wakaanza kuota. Immediately, because Joseph was in a foreign country. He was in a foreign jail. He required some food. He required some money. So God created these dreams, him to be able to interpret dreams, and they created problems in the prison. Watu wakaanza kudream ndio waende kwa Joseph akiinterpret dream, now wanampatia pesa kidogo. So he got money in prison out of what God had created him, what he created in him. So he had a creation of a dream that took him to prison to be able to interpret a dream. And the people that were brought in were people from outside, from royal families that were jailed in a royal prison. And these people had money. Are you now getting why you are in trouble? Are you seeing why you are being challenged? Are you seeing why you are suffering? You are not suffering ordinarily. You are suffering a royal suffering. And therefore you need to be very happy about it, because it is leading you somewhere. Then once these people, he interpreted their dream, they were released. The moment he interpreted their dreams, and their dream became sure, they were released. Because their issue was to come and have a dream, that one dream, and then Joseph to interpret. Then God will release them. They will go out. To do what? To prepare a way for Joseph. So people will be brought into your life. They will be not so nice to you. They will be not so good to you. They will come to steal. Watakuja wana mentality ya kukukoni, mentality ya kufanya mambo mabaya. Don't look at that bad side. Look at the connectivity. Because they are being used to connect you. So when they went back, God had already created a company. Hallelujah. God had already given a company to somebody. He had given Dominic to go and register a company. And this company, when it was registered, he found in a newspaper, State House is advertising on a company that can go and do cleaning in State House. Then immediately God orders the registration of that company. Whoever that's registering the companies here in Sharia House will look at that file faster than any other file, because it is a royal file. Everything that you touch, it becomes royal, because it is a royal file. You will not even bribe anything. They will find somebody say, I'm going to pay for everything. Immediately you find somebody is pushing for that file, and you talk, and immediately unaenda kuangalia kwenye newspaper, unaona State House is announcing for the companies to go and do cleaning pale. Companies ambazo zitakuwa zikifanya usafi State House. Immediately you do an application, because that application automatically becomes royal. Because of who? A dream of Joseph. There is somebody somewhere that is carrying a dream that is causing things to happen in people's lives. And this is what pushes everything to work. This is what pushes things to happen. This is what pushes that anything that you touch, it will go through, and you will find people supporting the idea, supporting the move, supporting everything to work, to move according to the plan of God. Immediately this company was picked in State House. Kubuka ni nani aliregister? Ni yule mrefi ambaye alitoka akaregister kabuni. Aliporegister kabuni, akaenda kagalia kwa gazeti, akaona kabuni State House they require a company, they need a company. Ya kufanya nini? Ya kufagiaga huko nje. Kumbe this man that is registering, or maybe his uncle ndiye anaregister hiyo company. Sasa huyu kijamaa kinakuja kutoka huko Geshagi, huko Kirenyaga, Kembebe na huko kule. Kinakuja mama, kumbe you as the brother wa sister yako ndio ako Geshagi, the son ndio amemsubua, ndio anashikashikagwa, ndio anafanyagiwa maneno mabaya, anawekwa ndani, and you are really fearing for this son. Sasa wewe kama sister yako unaenda town, maana your brother is working town. Kuna unakuta your brother has just opened a company. Ya company hiyo imepata kazi State House. Kemule hemuleta tu hapa tukae na yeye.
tuone kama tutapatia kazi ya kufagia. Kumbuka alikuwa prison na alikuwa na interpretation. Sasa yeye ndiye anakuja na kuwa supervisor wa kampuni. Supervisor anaenda State House, ndio anakuaga akisupervise watu wote, wanafieka huko, wana clean huko. So being a supervisor, you have an interaction with the police officers kule, the security team, wakubwa wakikunywa chai kule, ndio wanakuitaga, wanakuambia kuja uingie hii room ya president, uende ukilini hapo, kuna kitu tunataka kuondoa hapo, ita vijana wako wakuja watoe. So you have a leeway, because you are a loyal person, you have a leeway to communicate to the people who communicates to the king. Bwana Yesu asifiwe sana. And these are the people that the king has been communicating to, tutavutie mtu wa kuinterpret. Hawa wako huko State House, ndio walienda wakaleta baka waganga. Maana king was disturbed. King had a problem. He had so much challenges. He was just a dream, inakuja. Sasa baka yeye ndiye alikuwa anatuma hawa maaskari, ndiye alikuwa anatuma ma supervisor, akina Maitubi waende watafute mtu wa kuinterpret. Sasa Itubi kwa sababu hajui Mungu, alienda kwa waganga. Mganga akakuja akasema I cannot be able to interpret, because the dream is not for waganga. The dream is for royal interpretation. Bwana Yesu asifiwe sana. And there is somebody somewhere that was created on earth because of the interpretation of that dream. Remember, Joseph was born particularly because of those dreams. He was never born because of Potiphar. He was never born because of anybody who sold him. Those were processes. But he was literally born so that he can go to State House and work in State House as a prime minister. That is how dreams work. That is how a dream will drive you. And that's why it's so important for you, when you have a dream, write it down and keep it. Because you need it 100 years to come. You need it in 50 years to come. Because this dream creates you, it creates a way all along as you go. Inaendaka ikikutengeneza. It is not a miracle. Ati sasa umekuja umeajiriwa kazi hapa. It was not a miracle. It is part of the dream that is in you. Ati umeajiriwa na Safaricom. It is part of the miracle. Ati umeajiriwa State House. It is part of the dream, not a miracle. It's part of the dream that is negotiating ways. Negotiate ways mpaka inakupeleka mahali unahitajika. So when this man alipatiwa kampuni na kampuni ikakubalika State House, you see now favors will come following you. Why? Because there is you are creating a road for the interpreter of the dream to come and interpret the dream. Bwana Yesu asifiwe sana. So unakuta kampuni yako inapata favor, inakuwa registered very quickly, inapata favor, na you don't have a godfather, inapata favor, inapata tender ya State House. Unasikia mimi nilikuangalia tu hivi. Mungu aliniambia, mimi nilisikia kitu kiniambia nipatie kampuni yako kasi. I know you are not supposed to be here. Lakini Mungu nilisikia tu kitu kikiniambia. It is not kikitu. Ni Mungu alimwambia, this company ni ya kuleta mtu wangu baka ingie State House. Ndio akuja kuwa prime minister. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiki kijamaa kilitoka prison, kikahajiriwa kikakuwa supervisor ndani. Kule kikifieka na kikasikia. Hawa kila mtu is worried kwa sababu mudhamaki amekoda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mudhamaki amefanya nini? Amekoda kwa sababu ako na dream, ameshindwa interpretation. Ameleta wagaga wameshindwa, ameleta diviners wameshindwa, ameleta kila mtu ameshindwa. Sasa wanatafuta ni nani? Huyu jamaa supervisor akaover here, akasikia kuna mtu anatafuta, akawaambia in prison kuna mtu, na huyo mtu ni wewe. Ukimwambia tu hivi anakutolea picha venye iko. Mudhamaki was desperate. So dreams causes people to be desperate, causes problem, so that this problem can be solved by you who is the dreamer. So while in his prison, huyu mtu akauliswa, baka akaimwambia president, akasema leta hiyo mtu nimusikie. Imagine kama mtu kalikuwa kachanga kakuradarada ovyo. President Ruto anamuita kuja, uniambia ati nasikia uko na mtu ambaye anajua kuinterpret dream. Yes, kuna mtu wako pale. Immediately the president, roho ile roho imekuwa ikitengeneza kampuni, ile roho imekuwa ikitengeneza jia, ile roho ikatoka huko ikaruka ndani ya president chubu, na president akasikia kitu inamwambia that is the right person, mulete. Wakatumana mpaka prison. Walipotumana prison, wakakuta Joseph amevaa nguo za prison. Bwana Yesu asifiwe sana. Amevaa mandefu zimefika huko. So what Joseph did, he first akaingia bathroom, akashave, akanyoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha akatoa zile nguo za prison, akavaa nguo za royal family. Bwana Yesu asifiwe sana. So the dream imeanza kumuvalisha, kumchange
The dream will change you. Is a driver of what you're about to become. A dream is a driver of how you're going to be successful. It doesn't matter what kind of a situation you are in. Sasa wakati alirealize ama the Spirit of God got into him and the dream became activated immediately. What happened? Huyu mzee akatoa vitu zingine ambazo ni za huko. Kwa hivyo kuna vitu lazima, when the dream is about to happen, there are things that will drop from you. There are friends that will be removed in your life. There are business that will never be part of you. There are things that you've been saying they're not going to be part of you. They must be removed because you are entering into another hemisphere. You are getting into another sphere. You are getting into another spiritual realm that is not connected with what you have been going through. It is a newness because you are entering into the greatness. Bwana Yesu asifiwe sana. So the dream, as it carries you in your low lives, in your low situation, in your things that are completely bad, not good in life, kuna wakati the same dream could shift into your greatness. And when you are shifted into your greatness, you encounter new greatness. Favors will come because prison, State House sent officers, not prison warders. They sent officers, protocol officers from State House. You see now the transition. Immediately, you alinyoa, meaning when God initiates you into now the process of greatness, there are people who will be removed in your life. So when you find people have been removed in your life, don't go chasing after them. Don't go persuading for them to come. Don't even go. Your husband will go. Your wife will go. Everything will go. Everything you may lose everything because you are entering into the greatness. So don't question the situation that they sacked me. Yes, you had to be sacked because you are being prepared for the greatness. Yes, this man left me. Yes, he had to leave you because he was not part of the greatness process. He was part of the other process. Ile ya udogo, ile ya mateso, ile ya kwenda prison. He was part of that part of journey. Now umefika into a new journey. In a new journey, you will be escorted through the journey by other people, by other generation, by other people that are more superior, are more better, are more efficient in now not interpreting the dream, but running the dream. Because there are those people who help you to interpret the dream. They will carry you through as you interpret the dream. But now you will get into a new people that will now run the dream. Those people, you come in your life, they will run the dream now. They will carry it on. So the protocol people from State House, they went and picked this man. This man, his clothes were removed and he wore new clothes. In fact, they went to Italian menswear and they had to get the Italian men's suit, the designer suits, the designer shoe, the designer underwear, the designer socks, the designer whatever that was there was designer. Remember, from the other side, he was coming with ragged clothes. He didn't wear nice clothes. He was in the prison with the kogoros in the prison. Then after now the shift of the life, the shift of the dream, now new life just comes automatically. So do not try to resist into the newness. If God has chosen you, I told you, move from Mweki, now I'm taking you to Ruda. Just go. Don't even look whether you have money or you don't have money. Just shift. Start the shift. The moment you start the shift, the protocol people from heaven will be sent with their cars to come and shift you. Because he was taken by a Mariam. He was taken by a police Land Rover. He was taken by a prison Land Rover. But when coming out, he came out in a Mercedes, a State House Mercedes. He came out with somebody, powerful people who makes decisions. He was escorted through by like 3 Mercedes cars, by protocol people, back seat. Wow. And I remember when he was being taken to prison, he was pushed like a gunia, like a ubwa. Alikuwa nasukumwa kama kiubwa akiambiwa, "Ingia kuna akifika prison tunaambia kwa tukada. Unakava kama umezika hivi. Unakava huko kunaka kutembea ovyo. Ukiona askari lazima ukae, umekaa hapa chini." So this thing changed drastically. And when he was getting out of the prison gates,
he was saluted by prison officers. Because who has brought you? It is somebody pre-designed heavenly. Is a heavenly decision, is a heavenly kind of a move that is happening. Supernatural power, supernatural move in your life. When things are going to change in your life, there is a supernatural thing that happens to you until you keep wondering yourself, where did these things come from? How do this, mpaka unafanya hivi, unaangalia unajiuliza ni mimi, unajikuna hivi unajiuliza ni mimi, unaenda mahali unajiuliza ni mimi, unakaa chini mpaka imagine from there. Hakuwa na jigas, hakuwa na inaitwa kwa freeze hizi za nini, hakuwa nazo. Alinyolewa, akapigwa dawa mzuri zikakufa, maana kule prison kuna hizo mavitu zinaitwa freeze. Zini nyingi. Kuna mainzi zingine zinatebeaka huko za blue na za green na za yellow na za purple, zinatebeaka huko kwa choo, zinafaka from then unakuta life have changed, zinakufa automatically. They don't need even to be sprayed. They realize this thing has changed. Have you ever found in yourself that you find things that were just following you, they have ceased to be there? Mpaka unajiuliza, what did I do? Ulikuwa kana jikuna kuna, ulikuwa kana madhudo zingine, ulikuwa kana mavitu zingine zilikuwa kwa mwili yako. They just cease because there is a transition, a supernatural transition that are carried in your dream. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what you monitor really. When you are encountering people, this is what you monitor. These people I'm encountering. Unawaangalia, unaona hawa si watu hata wa klasi yako. Ni watu wa university na wewe ni mtu wa klasi 8. Unashindwa watu wa klasi wa university wanatafuta nini kwako? Kumbe you are carrying a dream that they need. Bwana Yesu asifiwe sana. So when he was taken to State House, he was received by the president. Alikuwa amekaa nje akigojea mgeni mheshimiwa. Remember, huyu ni mtu mwenye ameshikwa, alikuwa jela, he is a foreigner, mtu aliuzwa na familia, mtu alikataliwa, mtu alikuwa anataka kuuliwa na huyu mama, maana huyu mama alilalua nguo, hakulalua nguo ya juu, alilalua suruali. Ndio mzee akikuja mwambia angalia mpaka amelalua suruali, because she needed some sort of evidence. Praise be the name of God. She needed some sort of evidence to prove to the man that he did this man wanted to eat your food. Hallelujah. So when the man came and they looked at it, akaona niue haka kamutu ama nifanya nini, because he was a police commissioner. Akaangalia niue nifugie nifanya nini, is a foreigner, na hata nikiua hakuna mtu atajua. Lakini God in the dream of Joseph akaambia Potiphar, take him to prison. Bwana Yesu asifiwe sana. Take him where? To prison, because he's on his way to his greatness. When you are on your way to your greatness, favor will come to you. Favors that you even don't understand. Things, very strange things will happen in your life. Things you don't completely comprehend why and how they are happening. But this is a fulfillment of a dream that you are carrying. So don't worry. If you go somewhere they reject you, it's part of the dream. If you go somewhere they give you food, it's part of the dream. If you go somewhere you are hit badly, it's part of the dream. If you go somewhere you have an accident and taken to hospital, it's part of the dream. Maybe you are supposed to go and encounter a pastor somewhere or a doctor somewhere who will take you to another level of their life. Hello? Are you getting me now? Are you understanding the power in the dream? That is the power in the dream. It drives you. The dream has a capacity to drive you to the levels that it wants, not that you want. In fact, you will walk in darkness. Joseph was walking in darkness. And when he was taken in, the president was waiting for him. He received him. Not the prison warders, not the police, not the brothers. He was received by the king. Not because he was present, not because he was good, but because he was carrying something that was needed. So in that dream that you are carrying a dream that is needed. So this is what will drive you. It is not that you are so important. Don't look at your face and think that you are beautiful, you are handsome. You are not. That you are tall, you are tall and dark and handsome. You are not. But inside you, that which you are carrying is what that will make you become successful in life. That is what will open doors for you. The dream is a vehicle, is a tool, and is a key that opens doors for you. Therefore, you will find yourself in the palaces, not because you are so good, not because you are handsome, not because you are precious, not because you come from a big name, not because you have a big name, no, but because there is something you are carrying that is needed to unlock doors. Praise be the name of God. Hallelujah. So when he was received by the president, he was taken in. He was not just taken in to any ordinary dining table.
he was taken to a royal dining. In State House, we have dining tables and royal dining tables. There is a dining table that only the president and his team will sit. And we have dining tables where workers can go and sit. You have dining table that where things will happen, other dining tables. They are in State House. But there is that for the royal activities. So he was not taken to hear wafanyikazi. He was taken to a dining table. Ya mfalme mwenyewe. Though this is the power of the dream. That it takes you to high tables. You eat with powerful people. You don't eat. You say the Bible says that they prepare a table. Prepare a table, yes, that so that you eat with your enemies. It is because you are carrying a dream. God knows the dream that is new. That is why He is telling you, prepare a table. I will bring your enemies and see what I had put in you. So you are not going to get disappeared anywhere. You are going to be far. And when they went to eat, they were served by royal chefs. And the baristas, chefs and the baristas. Those are royal people, selected for royalty. Those are the people that will serve you. Remember where you have come from a village. You have come from Ukuru kwa Ruben. You have come from Kibera. You have come from all manner of places. All the manner of places that you've come from does not dictate what you're going to become. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't worry the situation you are in today. Don't worry where you are living today. Where you are living today has no bearing on what you are going to become. What has the bearing in you? It is the dream that God has put in you. What kind of a dream that is in you? What kind of a thinking that you are? What kind of a person that you are? This is the only thing that will drive you to become what you become. This is what will reveal to the world whom you are. Remember the days he told his father that I saw a star, a moon, and the sun bowing down to me. Then Joseph, his father, interpreted, the sun is me. The moon is their mother. And the stars is brothers and sisters, siblings. So he knew this Jama, he's telling us that we shall bow to him. Remember now, the process of producing that bowing, it has taken him to jail. It has taken him to be sold. It has taken him to suffering. It has taken to risky places. It has taken him to all manner of places until it took him to the palace. That dream, it has been the car that has been taking him through. So the suffering you are facing today, it is not because anybody hates you. It is not because the challenges you are facing, not because anybody hates you. They don't hate you. It is the dream that you are carrying. That dream will take you to the places of greatness, because it is a dream of the greatness. If your dream is just a small dream, it's a Kibera dream. You will live in Kibera, and when the Kibera they build all the houses, hizo za kupaida zikifika zijengwe zote, ni kukufa utakufa, because dream yako ilikuwa imefikia kwa nyumba za matope. Sasa wakijenga za mawe zote zikuwe za mawe, utakufa. Sasa Julie, hebu muulize mwenzako, what is your dream? Ulionaka ukiishi kwa nyumba ya matope ama nyumba ya mabati ama nyumba ya mawe? Just ask it. Unaonanga ukifika wapi? What is your end? How do you see yourself in 10 years to come? How do you see yourself in 20 years to come? How do you see yourself? Unaonanga wewe namna gani? Because that one will determine mahali unaenda. Kama unaonanga ukiishi nyumba ya matope, ole wangu, we are almost uko karibu kukufa. Kwa sababu naona Kasongo akijenga manyumba, si ameanza kujenga hapa Railway City. Kwa hivyo Ndura zote, Makongeni, Jericho zote zitabomolewa kuishi nyumba mzuri. Na wewe unaikaaga hapa Jericho kanyumba kadogo ka cubicle. Na maisha yako na dream yako iliishia kwa ka cubicle. So ka cubicle kakiaguka, ole wangu, you are either going to die ama urudi Geshagi. Because you are not destined kuishi nyumba mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana dream yako haijakukubalisha kuishi nyumba mzuri. Kwa hivyo kama dream yako ni kuishi maisha ya umaskini, enda ujaribu wewe muombe Mungu akuadjustie the dream. Ndio uanze kuona vitu zingine kubwa. Ndio uanze kuona maisha makubwa. Ndio uanze kuona nyota na mwezi zikiinama. Bwana Yesu asifiwe sana. But if you are living that small living, you are going to die a miserable death. And utatusubua. Ndio unaonanga mpaka masishi yako inakuwa masishi kama nikajua na kuzika, maana hata family wametafutwa wamekosekana.
ndio unawekwa kwa kaburi moja, watu kama 20 na vitoto, hata maubwa zikiokotwa unarushwa pamoja na ubwa, kwa sababu dream yako ilishia wapi? Ilishia hapo kwa udogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio nataka uangalie sana. Go and research yourself. Look at yourself and see what kind of a dream. Angalieni mimi, ulikuja kwa sababu yangu. Yes, I'm your pastor. Yes. Acha kuangalia pastor mwingine ameingia. Mother ni agosho. Yeah. So the man became, and he went to State House, and because of the dream akaweza kupunguza powers za the already existing king. So your dream, you don't need to go and push your agenda. What is in you will cause people to strip themselves. Wajitoe powers. They strip themselves their powers. Maana huyu jamaa mpaka alikuwa ready kupatiana kiti. Akasema, had it not for the constitution, I could even have ningetoa hii kiti nikupatie ukalie. So unakuta the dream you have, it is not, you are not going to fight atuweza kupigania kiti cheo, upiganie nini. No, don't fight for anything. Just let your dream work. And the moment your dream works, it will open doors. Zile zote zilikuwa zimefungwa zitafunguka. Wale watu walikuwa wamekalia kiti, utaona wanakuinukia. Utakuta president mwenyewe anaamuka kiti ukalie. Anakuta CEO mwenyewe anaamuka, because already the dream has entered. Na ikiingia inaanza kufanya kazi yake. Na ikiingia inaanza kutekeleza majukumu ambayo ni yake. Na ikiingia ina displace people who are displaceable for it to take root. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't know why I'm not hearing amen. But it's okay. It's okay, because maybe I'm not speaking to people who rightfully are supposed to be spoken to about this power of the dream. No, unaweza kuwa naongelesha na watu kumbe wale ambao wanapokea ni wale wanatuangalia kwa kamera pale. Si unajua unaweza kuwa nawaambia hivi, na dream yenu ilishakufa kitabu. Unajua kunaweza kuwa na mtu lakini hana dream. Ilipita kitabu, anaishi hapa duniani katika misingi ya kukopa maisha. Ako kwa Boca Point. Maana alikuwa ameweka Boca Point mingi. Sasa anatembelea kwa Boca Point na zinaenda kuisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana I'm supposed to be hearing amen ambayo iko na nguvu. Maana what I'm trying to reveal to you, it is revealing who you are. Bwana Yesu asifiwe sana. So waache kusubua watu hapa, waache kusubua watu na kazi, waache kusubua watu na wanaume, ati huyu mwanaume ni mzuri atanioa, Mungu alinizungumzia. Hakuna Mungu alikuzungumzia. Maana angekuwa alikuonyesha kwenye dream, you are going to be married by a tall dark and handsome man. Kama hukuona kwa dream that man, don't create one. What don't create? Wacha kusubua watu. Kama kuna mama mwingine ananisubuaga, sijui anakaaga huko na nyuki, ananisubuaga kila siku, ananiandikia message, ananiambia ni wewe. Mimi namwambia hapana, I was not in your dream. I was not there. Wacha na mimi sikuwa huko. Anasema ni wewe, mimi hapana. Mimi nasema hapana. Yeah, and that is the life, and you move forward. Pako namwambia kubavu wewe. Anakusumbua bure, because she's trying to create you to be a dream that was not existing. Be that dream. Restrict it. Rudi nyuma. Hata kama mwana yako ni kiwete atakuwa kitembea hivi. Yes, na akwe alikuwa part ya dream. Atafanyika Joseph. Yes, atafanyika Joseph. Hata ukiolewa na maguishi maisha gani, hata watu wakudhurumu, wakupige, wakudharau, siku moja utaishi kama Joseph. If you live your dream. Walk your dream and stay within your dream. Wacha kusubua raia hapa. Mumetusubua sana na kazi. Mumetusubua na hii. Mumetusubua na hii. Hata mimi wakati nilikuja kujua what is my way forward, niliachana na maogeke. Nikajua maogeke was not the dream. The dream is what I'm doing now. And I don't care. Hata ukikuja mkae watu wawili tu hapa, I will preach as though I'm preaching to 1 million people. Because I am in my dream. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kukifanya, hata mtoroke nibaki na viti, nitahubiria viti about the dream. Na watu utasikia zikisema amen. Because I am within the system of my dream. And that one will take me mpaka nifike mahali naenda. Si ndio? Si unaona mmekuja kunisikiliza? Imagine umetoka umepanda gari kuja kunisikiliza tu, na kuna mtu anakuulizaga odhia kanidako kwa arege, yani ni ole na moto mwega, una kichwa mzuri. Huyo ni nani sasa? Acha unakaa chini anakuhubiria. Alafu kikaa kidogo unamkuta raja wako hapa na anakaa pale nyuma, usimuone. Because of the dream. The dream will pave way for you.
the dream will create systems, every single system. So pursue that dream yako. Wacha kufika hapa sasa kwa sababu umeona msichana mzuri kama huyu, una change idea ile ulikuja nayo ndio isuit. No, you are losing yourself. Many of us have lost the game because you shifted from your dream. Now you are working somebody's dream. And when you go moving out walking in somebody's dream, you lose your star. And that is how now stars zinanyakuliwa, zinaibiwa. Because the star ilikutikana imewachwa idol. Hallelujah. Ulihama ofisi yako. So somebody came in and entered into your office because the office was idol. Bwana Yesu asifiwe sana. Stick to your dream no matter how small it is. Stick to your dream no matter how vague. Because if you ask Joseph could not even understand what he dreamed, yes, but he didn't know he was dreaming about being a prime minister. He didn't know how these brothers watakuja kubow down. As now in his working, because alipatiwa kazi immediately. Alipopatiwa kazi immediately, alianza kazi kuanza kuplan. Kwa hivyo aliplan like 10 years kabla this season zikuje. Kwa hivyo mpatie 10 years, season ya 7 years, season ya 7 years again. Those are about how many years? 24 years. He was planning, he was working. Thou again, ilipokuja wakati huo, ndio wale watu wa Israeli walisikia kuna mahali kunaweza patikana na chakula. Wakaanza safari. Hiyo safari haikuwa siku mbili, ni safari ya kitu kama miaka 5. Meaning it's about 30 years of preparation, ndio wakuja wamuinamie. Bwana Yesu asifiwe sana. It's a big and a huge preparation. So don't just rush into things. Eti kwa sababu unauza madisi unataka kuwa milionea kwa sababu umeona jamaa ameendesha pro box ama kigari kikubwa. Don't rush. Don't change. Stick to that dream. Stick to it. It's going to take you somewhere. Are you blessed? Somebody say amen. I'm also blessed for listening to me. Tusimame kwa miguu yetu. Tumefanya just 1%. I really needed to do well. I didn't even touch anything. Nimetua tu ko explain. This thing is deep. Hallelujah. And if you miss this one and you miss the other one, ile tulikuwa nayo hapo Bereni. Tulikuwa na gani ya Bereni? Jerry? Yeah? The gates and the dreams now. And another one that is coming, the spiritual life. Then it pole pole. So simusimame kwa miguu yenu kama mko nayo. Ule mwenye hana tu akae tu. Hatuna ubaya na nyinyi, na mshike sadaka, kila mtu ashike sadaka. Na hii maneno nasemaga, hii maneno ya kupatiana bahasha wakati watu wamesini. Tumekataa hiyo. Mtu anapatiwa bahasha akiingia pale kwa mlango, ndio ana prepare. Sasa huyu ataanza kushindwa, nitatolea pesa watu wakiniona ama nini? Na kuna mtu anataka sasa kutoa pesa mingi. Sasa hawezi kuzitoa maana ziko 100,000 na anataka kutoa 50. Sasa unaona angetoa angepanga Bereni vizuri, apange vizuri, aziweke. Kuna watu wanataka kuweka pesa zao na heshima. Unajua kuna wengine wanafungua bahasha kama hii na nika 50 alafu anakakuja anakarusha hapo jani. Hii unaona hii ni madharau ya pesa. Na ndio unaona pesa imekukataa. Pesa iweke mzuri, ikama imenyoroka. Wacha kukuja hivi mpaka unaangalia kwingine ukitoa hiyo pesa yako hutaki kuiona, itakukataa maana hauipendi. Weka noti yako ikuwe straight. Ndio unaonanga Equity ukienda pale kwa ATM inatoaga noti kama iko straight because they respect money. Eda Equity uone kama watakosa pesa. Now they were devoted the best bank in Africa because they respect money. Ukiheshimu pesa itakuheshimu. Wacha kuweka pesa kama umeikuja kama gunia ya chokora. Weka ikuwe straight. Alafu ukiweka hiyo bahasha unaangalia value ya bahasha na hiyo kitu umeweka hapo ndani. Unaangalia unaona hii bahasha inahitaji kama kwa hiyo tumepaka imeandikwa na rangi ya nini? Hebu angalia ni rangi gani tumeandika nayo. Yeah, ni noti gani inakaribia hapa? 1,000. Yes, unaweka inaenda na rangi. Inaenda na rangi. Si unaona hata tukipeka mdomo hapa, tunapaka mdomo kulingana na hii alingile iko hapa. Na kiatu. Zina match. So match the envelope with what is there so that God can lift you also. Unajua the secret sasa sijui amani ta change kidogo. Can we have a topic ya jinsi ya kupata pesa? Unajua watu wengine wanafikiria is hard working that makes you become rich.
The rich people, they don't work hard. They work smart. But there are also principles that are biblical that makes you get that money. Hallelujah. Can we look at it? Sunday we are raising the altar. Yeah, we can teach that on Sunday. To shift kidogo kutoka kwa dream. It's part of the dream. Yeah, wacha tuwe ni campus it ikuwe part of. Niwafundishe jinsi ya kupata pesa. Pesa is not opening a supermarket. It's not owning a matatu. It is not kuwa na shamba kubwa makwenda kulima kitu kikubwa. No. There are people who have a small business, aka kioski kadogo, na naishi vizuri kuliko mwenye supermarket. Na na drive mpaka mnasemanga huyo mtu ni mchawi. Mnasema huyo mtu anakaa devil worshiper because you believe only is the devil that has money and you are a Christian. And you are saying that your God is the owner of silver and gold. But you are so poor because your mind is eternally poor. You are visionless. You don't pursue your dream. Let us look at that, pursuing your dream in the riches of the world. Because this has been given to us in the book of Genesis chapter 126, and also in the book of Isaiah 45, and also in many books. We are going to look in many books and see that even Jesus himself pursued wealth. Yes. Hapa tunaambiwa ukiongelea mambo ya wewe ni mtu ni materialistic. Yes, Jesus was more materialistic than spiritual. Moses was more materialistic than spiritual. Abraham was even 100% materialistic. And that's why what he pursued, it gave him land, it gave him money, it gave him riches. And God says, because you have not denied me your son, to be rich, to be blessed, I'm going to bless you. He didn't bless you with the spirit. Alimbless na mashamba, na mangobe, na makodo, na mapesa mingi, akatajirika. I will teach you the trick of getting money. Do you know me? I don't struggle. Do you see me like I struggle? Mimi natoaka sadaka ya shilingi 20,000. Yes, sadaka. Si 10%, sadaka. Ukiona nimepanga event, naenda nje, napanga event ya over 2 million, and that's my 10%. Ashafanya hesabu 10% inali. Automatically amefanya hesabu very fast. Amejua 10% ina mean nini. Yes. And this, I don't feel it. Ukiona watu wananunuliaga machakula nafanyanga and this is where the people of the world are richer than us. The people of the world, they know the spirit of attracting, the spirit of money. Because money is a spirit that requires to be attracted. If you are not a giver, you cannot get it. No. Ati kazi yako ni kupokea. You are not. Kama unakujaga kanisa, unakuja hapa umekauka kama cockroach imekosa chakula, wewe hauna mahali ya kwenda. You will not get it. Learn the art. Ende wangalia watu wa dunia, hawa wako na mabiashara makubwa. They have kakitu mahali wanaweka pesa ya kwenda kupatiana. Mtu wako na supermarket, kuna mahali wameweka store fulani, hizi vitu ni zako. Yani in their mind, not from the Bible, in their mind wameweka separate, wanasema hii pesa tu hii ya kupatiana, hii tutasaidia maskini. Ukienda hapa siku ya Friday, every Friday, enda maduka yote ya Kiislamu, utakuta kuna watu wamepanga laini hapo. Ametengeneza pesa ya kupatia watu kwa sababu anajua watakuja na nitawapatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona amepatia kama shilingi 1,100 in every Friday, ameweka pesa kada ya kwenda kupatiana. Sasa nikuja kwako. Ukikuja kwako, hata ukiniangalia hivi already, because you are a diviner, unajua automatically huyu mtu amekujia pesa. Unaanza sasa kitu kingine, stories zingine. Bwana Yesu, and that is how now also God diverts his attention from you. That is how you keep struggling. We must be rich by all means. Hallelujah. Si mambo ya kuhubiri hapa kuhubiri. Jesus did not go kuhubiri. Alianza kutengeneza vitu za kutengeneza pesa. Alitengeneza kila project ya kutengeneza pesa. Unataka kuniambia akitengeneza pombe? Akitengeneza kamunyweso. Kakakunywa na watu 5,000. Watu. Na alicount wanaume 5,000. Kwa hivyo unajua mama hakuanga kwenye hesabu. Mama hajahesabiwa kwa Biblia. Si hata walisema alifeed watu ngapi? 5,000. Na watoto na wamama wakahesabiwa kitu kingine huko. They were never counted as men, as human being. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akienda kwa Sakao na nabii Sakao teremka. Na akaenda kukula sapa kwake. Na hakuenda kwa mtu mwingine.
In the Bible, I'm going to show to you, wale watu wote Yesu alitaka sana kutembea na wao, they were rich. The people who financed his ministry, they were rich people, very rich people. Why will he engage himself with rich people kama alikuwa si materialistic? Why will God tell you that he has given you dominion to dominate, to subdue the earth? Then somebody comes to tell you ati kukua mkristo ni kukua maskini. Chapa mtu coffee. I am not going to be poor at all because of Christianity. Nikijua Christianity inanipeleka into poverty, narudi kwa Mogeke nikapiga watu buduki. Yes, I can't afford to be poor in this world. Wow. My father is rich. My father is the owner of silver and gold. Sasa how can my father be rich alafu na mimi nikuwe poor? Na ninazungumzia mambo ya my father. No way. No way. That is not my father. Yeah, kama Mungu hawezi kunipatia vitu silver na gold nikuwe nazo, then he is not my God. No. I am royal to him. Mimi ni mtoto yake. Mtoto ya Ruto anaweka gari na babuleti majina yake na anatagataga huko, hakuna polisi, anakujeka wrong side na hakuna polisi atamsuku muuza, na ni Mungu. Tunaongelea Mungu, hatuongelea mambo ya Kasongo, tunaongelea mambo ya Mungu. Mtoto ya Ruto ananunuaga gari mpya. Hii mpya na moja ni 14 million. Mpya every weekend. Unakuta kule mavijana ameweka majana kwenda wakidasi kwa gari, wakidazia watu, na ameweka mashini kule ya DJ akicheza muziki. Gari moja kuingia kukalia kiti ni 500 kutoka hapa kwenda Gong. Because I activate the principle of a son of a king. So when you are a king, vitu vizuri ni vyako. This is a son of a king, vitu vizuri ni vyake. I am a son of the most high. Alafu mimi nalala ja. Yeah, ategija tikiti dole. Atira ndigi hota guka Wednesday, ndigi hota guka Wednesday todo dili na tikiti. Andena ndigo shoka guka Saturday todo tikiti. Wewe ni a son or a daughter of a devil. Go and redefine yourself. You are not supposed to say I'm not going to worship God because I don't have money. No, how now? Which God are you worshiping? Kwani huyu Mungu unaenda kumwabudu alafu na kuacha unaenda kulala ja? That is not God. Hapana, mami, that is not God. Your God is a father, is your father. Ask anything you want in my name and it shall be given to you. Yes, that is your God. Just activate the principles of getting, the principles of heavenly riches. You'll get them. I'll open. He tells Isaiah 45. Anasema namna gani hapa? Let me read it to you as you are standing. Wacha tu niwasubue ndio mkue na kuelewa venye anasema. Anazungumza mambo ya Cyrus, God's instrument. Cyrus is a God's instrument. Is a vessel of God. He is talking to Cyrus. God is talking to who? A God's instrument. Si mtu wa kawaida. Wewe ni nini? You are God's instrument. And he is talking about to him. Thus says the Lord to his anointed Cyrus. To his. Are you anointed? Yeah? And why is God not talking to you? If you are anointed? No, let's talk. Why is he not talking to you? Why are you crying every day? He's saying, Cyrus, God's instrument. That says the Lord to his anointed Cyrus. To Cyrus, whose right hand I have grasped. So he is holding Cyrus, mkono wake wa kulia. Wewe mbona mkono yako ya kulia? Ni monitor ziza zimekushikilia. Hauna kakitu. Why in your hand? Why is God not holding your hand? Your right hand. Na wewe ni mtoto ya Mungu. Na una worship every time. Kuiba hapa, ukiiba unaibaga mpaka unatetemeka. Maombi unaobaga mpaka dunia inasikia kweli kuna mtu anaomba. Why is it not that I have whose right hand I have grasped and subdued nations before him? That he has already subdued people, nations because of you. This God has to subdue people. Wakanyagwe, wakikuona wanakupatia pesa bila kuongea. Wanakuambia mwanene nitagirishi kwa milio kanywe shai. Bwana Yesu asifiwe sana. That is your God. Command. Release that command. Achilia hiyo command kwako. Achilia command ya utajiri. Achilia command ya kukubalika duniani. Vitu za dunia zikukubali. Utembeage, wacha kutembea mpaka unatembeaga mpaka unaenda ni kama umekuliwa na jiga, yani kama dunia iko na miiba. Hapana. Release the command of becoming. Wekelea sadaka hapa. Tuwezi kukaa hapa na watu masikini forever. No.
Kwani huyu Mungu hana masikio? Nika yure kutohoyaga ati urarira ngaragu 24/7. You are crying 24/7. Na Maria ni okaga guku, na Jesu ni okaga guku. Hey. How now? No, it is not possible. Asanteni sana. Wacha tuombe. Simameni tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru. Nasema ni asante kwa upendo wako. Asante kwa mafundisho yako. Thank you, Father, for having taught us this word about the dream. That the dream has a power that creates ways, creates all the roads that takes us to our destinies. That the dream is the perfect way to our destiny. Father, may you forgive us for not have had learned these systems. Now we have learned. Tumesoma, tumeelewa, na tutakafanya na tutakaa jinsi ya mapenzi yako. In Jesus' mighty name we pray. Somebody say amen. Yeah, let me sit down now. Let me announce to you, Friday we are having a powerful kesha. In fact, let me teach that on Friday night. Wacha tufundishe hiyo on Friday night. A powerful kesha, an anointing ceremony kesha ambao it is a transition kesha, because we are within the 7 days of June. June is a month that transits you from the previous, kutoka hiyo life ingine inakupeleka. Life is transited in the middle of the year. And that is why you see those people who sacrifice children, they sacrifice children in the month of May and June, because that's a time they activate their altars. That's why you see mashule nyingi zinachomekanga that season. And also unakuta children are being kidnapped and killed and their organs being removed. It's for sacrifices. And this is the time that they set their program. Baka hata serikali zote zinasomanga budget lini? The year of the government ends in May, June. Are you getting me? Hata biguni, serikali ya biguni, the year ya financial year ya biguni inaishaga mwezi wa 5. Sasa we are getting into a financial year ya Mungu kutoka mwezi wa 6. So siku hizi 7 zinakuanga kudedicate this your financial, your businesses, your watoto wako. That is why we're having a very special kesha on Friday, that we are gonna be able to address so many things that have been hindering us. And also on Sunday we are going to place now the altar. Kesha itakuwa hapo, alafu we have in 3 days from 3 days of fasting from Friday, Saturday and Sunday. As we get to Sunday, tutainua madhabahu, tutajenga sasa madhabahu. We shall be raising an altar. Jeremiah 1 verse 10. See, today I have set you over nations and the kingdom, to uproot, to bring down, to destroy, to overthrow, then to plant and build. Now we did it on Sunday. We uprooted, we overthrew, we pulled down, we cut down. Then on Sunday we shall be raising the altar. So if you understand what I'm saying, on Sunday find a sacrifice. Let's come and raise the altar for your next 12 months from June 1st. Yes, kuna mtu ako na swali? Sasa tuko na every day from Monday mpaka Friday. Jioni tunakuwaga na worship. Si worship ya kuiba tu, kuomba non-stop. Kuomba from 4:30 mpaka 6. Baka 7, kuna wale tunabaki baka 9. Na kesho asubuhi tunaingiaga hapa saa 9. So if you are around na ungetaka kuja kujumuika na sisi from 3 a.m. ama 5 ama 4, hiyo time utapatikana. Let's have 1 hour of worship, 1 hour of prayers. Tunaomba, just praying, no preaching, just praying. Na jioni praying, just praying. Kuomba tu. We are creating a machinery ya maombi, an altar of prayer. Kwa hivyo you are here in Nairobi, wacha kukaa kule kwenda kucheza golf ama kuangalia watu wakicheza golf. Kuja hapa tuombe. Hapa Kamaria ateremke kuja hapa. Kama uko na kazi umetoka jioni, kuja hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Invite others. Tukue kila jioni we be praying here. Tunaomba tu. Usikuje mchana, usikuje kutarajia kuhubiriwa, ni non-stop praying. Keyboard inacheza, non-stop praying 2 hours tukiita Mungu. Na asubuhi the same 2 hours ya kuita Mungu. Na jioni the same 2 hours ya kuita Mungu. Na mchana saa 7 2 hours ya kuita Mungu. Muone venye Mungu atatutendea hapa.
Mnanielewa? So it's a serious business. Now it is a routine. It is compulsory for those who want. But if you don't want, enda ukakula chapati na mihogo. God bless you for now. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV.